manake yeye tutamdharau. Yale magoti kama wanavyotaka ndugu zetu wa Hindi yatakuwa hayapo. Sijui umeelewa hapo? Kwa hiyo kitu cha kwanza ni ukomo wa wanachama. Kwanza uondolewe, wanachama wapya wasajiliwe ndani ya Simba. Serikali inaagiza hiyo through BMT. Kitu cha pili, mwenyekiti wa bodi atoke upande wa 51%. Ndio wenye nini? Wenye hisa nyingi. Sasa hivi kama mwenyekiti wa bodi kama angekuwa Mangungu, hayo yote angekuepo, tungekuwa tunapiga kelele. Singekuepo, tungepepea mno. Hilo nalo hataki. Cha tatu, serikali imeagiza ili kusiwe katika hali ya kumtegemea mtu na mtu kuilingia klabu isipotee, lazima wawekezaji wawe wangapi? Ili kuondoa nguvu, kwa sababu 51 na 49 bado vinakaribiana. Sisi watu wa hesabu tuliosoma science, approximation hapa 50 to 50 hapa. Au nyewe mnasemaje? 50 to 50. Ili kuondoa hili, hawa 49 wanatakiwa waganywe wawe watu watatu. Huyu 12 point something, huyu 12 point something, huyu 12 point something. Nguvu inapungua, kwa hiyo 51 inakuwa ina nguvu. Huyu bwana hataki. Akataka kuleta mashirika yake. Anaoyajua yeye, anakuambia kwamba hawa ndio watakuwa wawekezaji wenzangu, lakini jina la kampuni bado ni lile Metri. Leo unapozungumzia Mokola, ni kiwanda, lakini ukiingia iko ndani ya Metri. Unapozungumzia sabuni ya Mshindi iko ndani ya Metri. Unapozungumzia chochote utakachozungumzia cha Momo viko ndani ya Metri, ndio kampuni mama. Serikali imekataa hiyo. Tuliwalaumu sana watu wa nini? Wa FCC, Fair Competition Committee. Serikali ina macho marefu, na ndio maana imeunda hivi vyombo kwa ajili ya kusimamia haki za watu katika masuala ya uwekezaji. Tukawa tunawalaumu wale jamaa walivyozuia ule uwekezaji. Kumbe maskini ya Mungu wanasimamia maslahi ya Simba. Nayo akagoma. Ndio maana kipindi kile cha uchaguzi wakatengenezwa watu, yakatengenezwa makundi kwenda kupiga kelele ule uchaguzi, ule mkutano uishie njiani, ili haya mambo matatu yasifanye nini? Yasipite. Kwa uelewa mdogo sasa wa wanachama wa Simba na mashabiki wa Simba, kweli bado tunaendelea kumwimba nani? Kumwimba Mo, lakini boss kila siku yeye anapiga kelele, yeye anapata hasara. Jamani, niwafundishe kitu. Faida ziko za aina mbili, kuna direct na indirect profit. Direct profit, mic hii na inunua shilingi 50,000 na user 60,000, hapa faida yangu 10,000. Indirect profit hii mic unaona izarawe, sometimes nyewe mnazisahau mpaka kwenye matatu mnaziacha, lakini hii ndio inaendesha maisha yako wewe, hiyo indirect kupitia hii mic. Leo unapozungumzia kukua kwa Mo Dewji na kampuni, sio lazima upate eti Simba ingize milioni 50, wewe kupe milioni 20, Simba ibaki na 30. No. Umepata mileage ya wana Simba. Hakuna mwana Simba asiyejua kwamba ukinywa Mo Extra kuna madhara unayopata. Lakini leo unakuta mtu tunakunywa mpaka 4 kwa siku. Yaani pale imeandikwa usinywe zaidi ya 2, lakini nakunywa 4. Lakini what I know, I'm going to support my boss. Silali mie bila kunywa Mo Extra. Nikitaka kufanya tendo na mke wangu lazima ninywe Mo Extra. Hii yote tunajua tunamsupport nani? Bosi. Lakini mwisho wa siku yeye anakuambia anapata hasara. Ni 4 kushuka chini. Sasa hivi anamiliki trilioni 8 na upumbavu. Lakini progression yote ipata kupitia nini? Simba Sports Club. Na sio yeye, hata ukienda kwa GSM, mtafute GSM kabla hajaingia Yanga, alafu mtafute GSM wakati uko Yanga. Wanafanana? Hivi vilabu vina watu wanashindana. Mtu wa Yanga, mimi nikimwona mtu wa Yanga kashika maji ya GSM, mimi natafuta maji ya nini? Ya maisha au maji ya nini? Safi. Ya Masafi. Ndio tunavyoishi sasa hivi, na tunapiga propaganda zote ili vitu vya bosi wetu vitembee. Umechapishwa mpaka unga umeandikwa Simba ngano. Watu tunanunua unga wa bosi wetu. Kuna unga wa Azam, kuna unga wa Azania, lakini tunatafuta unga wa Mo ulipo ili kumsupport nani bosi. Wewe unasemaje unapata hasara? Na kama kuna hasara si uache. Ulimiliki Singida. Singida ndio timu yako ya kwanza kuimiliki, ilikuwa ya kwako, mali yako. Mbona kaiacha? Singida ipo. Alimiliki African Lion. Mbona kaiacha?
Kwa nini Simba tu unapata hasara unang'ang'ania tu kusimba? Kama timu inakutia hasara, tuachie timu yetu. Tunajua kuna mambo mazuri sana na makubwa mtofanyia ndani ya Simba. Simba ilikuwa ni sawa sana tonge la nyama na pande la nyama limekaa tu hapo pembeni. Hamna mtu anaolihitaji, linang'ongwa na nzi. Umekuja umeliokota, umelisafisha, umelichanachana, umelibanika, limeiva. Kula sasa. Sasa ili ulile, ili unatakiwa upate kachumbari, upate nini. Sasa wewe kachumbari usitaki, unataka utafune tu hilo nyama afu halijaiva vizuri. Kwa hiyo haya yote tunajua umetufanyia mengi makubwa, lakini Simba inahitaji kuprogress, kuendelea, ili tuendane sasa na slogan yetu. Simba iweze kushindana na vilabu vitano barani Afrika. Sasa baada ya kushindana, timu ishaingia kwenye 5 bora, lakini tayari wewe unaitoa. Simba inatoka sasa hivi kwenye 5 bora. Inasikitisha. Simba ilikuwa inaendelea mbele, Simba sasa hivi inarudi nyuma. Simba inatoka 5 bora sasa hivi, haya hatufuzu sasa hivi. Kuna mambo wanakuja huko nyuma huko. Yanga kwa mfano kesho ameshinda au kesho kutwa na Farabat. Ameingia robo finali, kaenda nusu finali. Wewe utakuwepo bado namba 5? Utakuwepo bado namba 5? Tafsiri yake unafanya nini? Alikuwepo TP Mazembe nafasi ya pili, sasa hivi yuko wapi? Alikuwepo Wydad kwenye 3 bora, yuko wapi Wydad sasa hivi? Lakini wenzetu wanatoka kimpira. Lakini sisi tunaona kabisa tunatolewa live. Niwaambieni, umeona finali ya mwaka jana ile? Finali ya mwaka jana imejirudia finali ya 2013 na ni 1993. Sisahau ile finali, ndio kilichofanyika 2020 ngapi? Na 25. Tunalikosa kombe mbele ya macho yetu hivi. Kombe liko uwanjani, tunalikosa kombe. Lakini kwa nini? Slogan ya watoto wa mjini anakuambia hakuna finali ya nini? Ya mtu maskini. Tafsiri